Hujambo mtazamaji wa Masambu TV, karibu katika taarifa ya habari za kimataifa. Jina langu ni Atrimithi. Kwanza ni muhtasari. Joseph Kabila na PPRD wapigwa marufuku kuzungumza katika vyombo vya habari. Raia Burundi washiriki uchaguzi wa bunge. Rais wa Zambia afariki dunia. Habari kamili. DRC. Vyombo vya habari vya Kongo vimepigwa marufuku kuripoti, kutangaza na kutoa maoni juu ya shughuli za rais wa zamani Joseph Kabila na chama chake cha kisiasa People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD. Hayo yamesemwa na mkuu wa mamlaka ya kudhibiti vyombo vya habari nchini DRC, Christian Bosembe. Pia amepiga marufuku kutangaza taarifa na mahojiano ya Joseph Kabila. Tuungane na Fred Kuboja kutoka DRC. Des images et des vidéos manipulées pour semer le doute et la confusion. Marufuku hii inajiri siku chache baada ya baraza la Seneti kuondoa kinga ya ubunge ya Joseph Kabila siku ya Alhamisi, Mei 22, kura iliyopigwa baada ya kupitishwa kwa ripoti ya kamati maalum iliyopewa jukumu la kuchunguza mashtaka ya mkaguzi mkuu katika mahakama kuu ya kijeshi kuhusiana na kuondolewa kwa kinga ya ubunge ya Joseph Kabila. Kwa kura hii, baraza la Seneti liliidhinisha kesi za kisheria dhidi ya Joseph Kabila anayetuhumiwa na mahakama kwa uhalifu wa kivita na kushirikiana na vuguvugu la waasi wa M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Haya yanajiri baada ya Kabila kurejea DRC mwezi uliopita, huku kukiwa na mvutano mkali kati yake na serikali ya mrithi wake Rais Felix Tshisekedi. Mamlaka zinashinikiza Kabila afikishwe mahakamani kwa tuhuma za uhaini na uhusiano na waasi wa M23 ambao wamekuwa wakipigana na jeshi la DRC, madai ambayo aliyakanusha. Msemaji wa M23 alijibu tangazo la bodi ya usimamizi wa vyombo vya habari nchini DRC, CSCAC, akisema kuwa vyombo vya habari katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 havitatii. Shukrani sana Fred Kuboja kutoka huko, na sasa tuelekee Bujumbura. Wananchi wa Burundi wameshiriki kupiga kura za wabunge katika uchaguzi ambao chama tawala cha CNDD-FDD ambacho kinaongozwa na Rais Evariste Ndayishimiye kinatarajiwa kuibuka mshindi. Wapiga kura wamejitokeza kwenye vituo mbalimbali vya kupiga kura kote nchini kuwachagua wabunge. Rais Ndayishimiye ameungana na wapiga kura wengine katika mkoa wa Gitega kupiga kura, akisifu namna wapiga kura walivyojitokeza kwa wingi kushiriki kwenye uchaguzi huo. Rose Dominic anasimulia kutoka Bujumbura. Uchaguzi huo unafanyika wakati Burundi ikikabiliwa na changamoto kubwa ya mafuta. Baadhi ya wapiga kura wamesema wanatumaini wabunge waliowapiga kura watasaidia kutatua changamoto hiyo. Wapiga kura wanawachagua wabunge 100 na kwa mujibu wa katiba 60% lazima wawe Wahutu walio wengi na 40% kutoka kwa Watusi walio wachache na takribani 30% wawe ni wanawake. Kwa uchaguzi wa manispaa, idadi ya manispaa imepunguzwa kutoka 119 hadi 42, lakini hakuna tena mgao wa kikabila uliowekwa kwa vyama vya siasa kama zamani. Vyama vya upinzani vinasema uchaguzi huo unaegemea upande mmoja baada ya chama kikuu cha upinzani CNL kuzuiwa kugombea. Shukrani sana Rose Dominic kutokea huko Bujumbura. Na hatimaye Lusaka. Rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu aliongoza nchi hiyo kwa miaka 7 hadi mwaka 2021 amefariki dunia akiwa hospitali nchini Afrika Kusini alikokuwa akipata matibabu. Kifo cha Lungu ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 68 kimethibitishwa na familia yake na chama chake cha Patriotic Front. Neema Yohana anasimulia kutokea Lusaka. Hesitate to enforce the law against any lawbreaker if he doesn't accept the result. Chama chake kimesema rais huyo wa zamani amepatwa na umauti akiwa anapewa matibabu ya kibingwa kwenye kituo kimoja cha afya jijini Pretoria. Binti yake Tasila Lungu amesema
Baba yake alihudumiwa vema, lakini hakueleza kwa kina kilichosababisha kifo chake. Edgar Lungu, mwanajeshi wa zamani, alizaliwa mnamo mwaka 1956 na alipata umaarufu kupitia taaluma ya sheria na siasa, akihudumu kama waziri wa sheria na waziri wa ulinzi kabla ya kuchukua nafasi ya urais mnamo mwaka 2015. Aliondoka madarakani mnamo mwaka 2021 na kabla ya kifo chake alikuwa ametangaza kuwania tena urais mnamo mwaka 2026. Alijulikana pia kama kiongozi aliyesaidia kudumisha uhusiano wa kidiplomasia katika ukanda wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na Muungano wa Afrika. Ingawa serikali yake ilikabiliwa na ukosoaji kuhusu kudhoofisha kwa demokrasia na kuongezeka kwa deni la taifa, Lungu alisimamia uchaguzi wa amani mnamo mwaka 2021 uliosababisha kukabidhi madaraka kwa mpinzani wake rais wa sasa, Hakainde Hichilema. Shukrani sana Neema Yohana kutokea Lusaka. Na mtazamaji, unaweza kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube kama Masambo TV. Hadi kufikia hapo mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioandaa taarifa hii, jina langu ni Atra Mefio.